Bwana akamwambia Gideoni, nenda kaokoe Israeli. Akasema, Mungu litawaokoa Israeli kwa namna gani? Kwa sababu kwenye ukoo wangu, kwenye kabila langu, sisi tuna madhabahu ya umaskini. Madhabahu ya umaskini anaitaja Gideoni, ndio madhabahu iliyokuwa inatawala ukoo wa Manase. Kaangalie madhabahu inayotawala kwenu, ndipo utakapojua nyinyi mna madhabahu ya utajiri au ya umaskini. Kuna madhabahu nyingine uhitaji kurogwa, ni za nyumbani. Umezaliwa kwenye giza, utafia kwenye giza, unaliona kabisa ili giza la nyumbani. Lakini kwa sababu hujui, unaanza kukemea kwa Kiingereza mjini huko. Shughulikia madhabahu ya nyumbani. Shughulikia madhabahu ya kabila lako. Shughulikia madhabahu ya baba yako na mama yako, imebeba umaskini wa familia. Hujarogwa wewe. So unaingia mjini hapo unababaishwa na watu, unaanza kukemea watu hata bila sababu. Kumbe ulitoka nyumbani na mkeka, hujautua, bado mkeka umekuganda. Gideoni akutafuta mchawi nje ya kwao. Akamwambia, kwenye ukoo wetu Waamuzi 6 sisi ni maskini. Leo Mungu unaniambia mimi nikaokoe taifa. Maskini anaweza kuokoa? Bwana akamwambia, mwanangu, maadamu umeniamini, kuanzia leo nitakuwa pamoja na wewe. Akamwambia, Mungu nipe ishara. Mungu akampa ishara. Alipomuona Mungu ndani ya ishara, akajenga madhabahu. Unapoiendea madhabahu ya watu wengine, fahamu watakumiliki na watakutawala. Usije ukapiga kelele. Yaani unamwacha Mungu, naenda kwenye madhabahu za waganga wa kienyeji. Ukishapigwa chale, maana yake umejisajili. Hiyo ni namba. Kwa ile chale ulizopigwa na haramu ulizowekewa, usiposimama kimadhabahu kazifuta, utakuwa kila mwaka wanataka ukapigwe chale. Jai kuona mtu anakwenda kwa mganga anaomba mtoto. Mganga anamwambia ukizaa umlete mtoto. Kataa kumpeleka uone huyo mwana maganga. Utakuwa na katoto kaeleweki. Halafu nakaleta kwenye maombi, mchungaji mwanangu ana shida. Utaki kusema kwamba ni mtoto wa mganga. Tutaomba mpaka Kiingereza kitamalizika hapa. Ulienda madhabahuni kuomba mtoto, wanadai mtoto wao, wewe unamkimbizia kanisani bila utaratibu, utaumia. Lazima uanze kushughulika na madhabahu kwanza, ndipo dai haki za kimadhabahu. Kwa anamwambia nenda kabomoe, akaenda usiku kubomoa. Anabeba sadaka kwenda kubomoa. Jiulize maswali mazuri. Kwa nini Yesu alisubiri mpaka anafikisha umri wa miaka 30 ndio anaanza kutangaza habari njema za wokovu? Kwani hakuanza akiwa mtoto? Kwamba nimezaliwa toka mbinguni, ni mwana wa Mungu, akiwa na mwaka mmoja anaanza kuongea na kuhubiri na kuombea wagonjwa? Mbona amesubiri mpaka miaka 30? Kwa nini Yesu alifanya kazi ya mikono kama fundi seremala na ni mwana wa Mungu? Ingawa ni Mungu, alijifunza kutii mpaka mauti ya msalaba. Kwa nini? Kwa nini wewe unakataa